Kama inachaji kwa muda mrefu, basi angalia mambo makuu mawili yafuatayo. Kitu cha kwanza, angalia mwanga ambao unatumia wewe mwenyewe kwenye kioo chako. Lakini pia kitu cha pili, angalia applications ambazo zina run background. Tukianza na shida au tatizo la mwanga ambao unatumia kwenye simu yako, tutaenda setting. Tukitoka setting tutaenda kwenye brightness. Then hapa kwenye brightness kuna sehemu imeandikwa adaptive brightness. Kwa hii sehemu utaiwasha. Mimi hapa nimewasha, then naweza nikazima. So nikiwasha inamaanisha nini? Nikiwasha ni kwamba nikiwa sehemu yenye mwanga mkali, basi mwanga wa simu pia utaongezeka. Lakini nikiwa kwenye sehemu yenye mwanga hafifu, na mwanga wa simu pia utakuwa hafifu hivyo hivyo. Kwa hii hapa itakusaidia sana kwenye kutunza chaji ya simu yako. Lakini njia nyingine ya pili ni kuwasha battery saver. Kwenye kuwasha battery saver, tutarudi nyuma, tutaenda hapo setting, tafuta sehemu imeandikwa battery and power saving, then tutaenda sehemu imeandikwa battery saver. Hapa kwenye battery saver kuna sehemu mbili, kuna battery saver yenyewe na auto enable battery saver mode. Ukao utaamua kama utawasha battery saver moja kwa moja, au utaset kwamba ikifikia simu yangu ikifikia asilimia kadhaa, basi hii battery saver ijiwashe yenyewe. Kwa hiyo kama unataka kuweka asilimia, basi tumia hii hapa auto enable battery saver mode. Kwa mimi hapa nikiwasha, mimi nitasema labda ikifikia asilimia labda 38 au 39, ndio battery saver ifanyaje, iwape kwenye simu yangu. Kwa hiyo hapo tuko kwenye battery saver. Lakini kitu kingine cha tatu na cha mwisho ni kuzima applications zote ambazo zina run background. Hizi ziko wapi? Basi tutaenda setting kama kawaida, tutaenda battery. Sasa tukienda kwenye battery, tutabonyeza hapo. Then hapo utaona kuna kama bar chart. This bar chart inaonyesha ni applications ambazo zimetumia sana battery na applications ambazo zimetumia kidogo sana battery. Kwa mimi nitaenda sehemu ya ambayo imetumia sana battery hiyo charge yangu ya simu, basi nitabonyeza bar moja, then huku chini itatokea applications. Kama mimi hapa naona kuna TikTok imetumia 61%, Facebook imetumia 27%, phone imetumia 3%. Kwa mimi nitaenda hapa kwenye hii ya TikTok, nitabonyeza sehemu imeandikwa restricted, kwamba nisipokuwa natumia application ya TikTok, basi yenyewe itakuwa ina run background. Kwa mimi nimerestrict hiyo application. Kitu kingine nitasema labda niende Facebook, na yenyewe nitawashia restricted, lakini naona ya Facebook yenyewe itaki. Nitaenda kwenye phone. Naona kwenye applications za simu nyingi inakuwa ni ngumu kuzima, lakini zile ambazo umedownload wewe unaweza kuzima na kuwasha. Basi asanteni sana.